kwenye mvua ama jua kali, kwenye milima, mabonde, majabali, kikubwa dua kwenye hii safari, anipanga na kupangua. Tangu tumetoka pale hospitali bu, umekuwa ongea na mimi vizuri na napata wasiwasi kwa sababu kuna maswali kadhaa nimekuwa nikikuuliza unanijibu mkato mkato. Kuna shida gani? Usikae kimya, niambie tu. Shedrack, tuende tukaongelea nyumbani. Hapa si ni barabarani? Hapana Benny, siwezi kutoka hapa bila kujua hatima ya mke wangu mtarajiwa Latina inaendeleaje na anatoka lini. Maana tangu tukio hospitali nimekuwa nikikuuliza hili swali na majibu yako yamekuwa ni yale yale, unijibu vizuri. Niambie ukweli, Latina yuko wapi? Shedrack, Latina hayupo hospitali. Na sijui ni nani aliyemruhusu. Benny, mimi sio mpumbavu wa kutapeliwa mapenzi kishamba namna hiyo. Unanidanganya juu ya mwanamke niliyempenda? Bro, hivi unajifikiria kweli kwenye kichwa chako? Najua kuna jambo unanificha. Mimi naondoka. Lakini elewa, siku nikija kurudi tena hapa kwenu, nahitaji pesa zangu. Otherwise, usiponipa pesa zangu, nahitaji mke wangu. Na nikikosa vyote hivyo Benny, sitokuwa na huruma na mtu. Nitaichoma nyumba yenu moto. Mama mjane, nikuomba kila siku inayoitwa leo. Mungu wangu ulisema niombe nitawajibu, nijibu na mimi basi, au niko kando ya foleni. Omaina, mambo? Poa. Mbona umekuwa adimu sana kupatikana mshikaji wangu? Cha ajabu hata siku hizi sijui unakaa wapi. Shida nini? Endapo utatimiza kile nilichokuambia, nadhani nitapatikana kiurahisi sana. Halafu kabla sijasahau, naomba nikuulize kitu. Usijali, niulize tu. Hivi ulikosa nini kwangu? Wako kaamua kunifanyia vile? Licha ya kukupa mapenzi na kukusaidia vitu vyako muhimu, ni kosa lipi nililolifanya mpaka kaamua kunifanyia vile? Ni kweli Omaina, na si kwamba nimesahau wema wako. Niliteleza vibaya sana. Nisamehe kwa kukuangusha. Na ndio maana nimetumia nguvu kubwa sana kuja kukuomba msamaha. Na lile ulilolihitaji nimelitimiza. Lipi hilo? Omaina, Delila hayupo tena kwenye maisha yangu na nimekata kila mawasiliano naye. Na ndio maana nimekuita hapa. Kama utakuwa na muda, baadaye uje nyumbani tuzungumze. Sawa, baadaye. Iwe ni kwenye mvua ama jua kali, kwenye milima, mabonde, majabali, kikubwa dua kwenye hii safari. Latina, wewe hapa nyumbani umewezaje kufika? Mimi nilikuacha hospitali. Usilie kaka, mimi niko salama, usiwe na hofu. Lakini umewezaje kutoka pale? Ni nani amekuleta hapa? Tutazungumza kaka, ila nilikuwa naomba nikuulize kitu kimoja tu kaka, na nahitaji unijibu vizuri. Sawa, nitakujibu, niulize. Aliyenileta hapa aliniambia kuwa figo yangu ilifeli kabisa
Hivyo nahitaji kujua ni nani aliyetoa figo yake kuokoa maisha yangu. Ni mimi yule lokomba juzi kakomba jana na kuomba na leo. Kiukweli hata mimi sifahamu. Mimi nilifika nikakuta tu tayari ushafanyiwa, na hakuna yoyote alinieleza chochote kuhusiana na hiyo. Kwa hiyo kama sio wewe ulinitolea figo, ni nani alinitolea hiyo figo? Mwangu haifiki yani, Mola sikombi kalina wala sikombi mavogi, nachokuomba uzima alhamdulillah. Mi sikombi matolali wala sikombi mamilioni, mina kuomba vichenji mkono weze kwenda kwa kinga. Kimbali kinyumba tasema asante baba, tasema asante Mungu, tasema asante. Mebo, karibu sana mpenzi wangu na nimefurahi kukuona. Mebo, kiukweli nakupenda sana. Nakupenda kuliko hata mke wangu. Na naamini muda si mrefu nitamfukuza kwa ajili yako mpenzi wangu. Nakupenda sana. Asante kipenzi. Lakini naomba nikuulize kitu. Bila shaka uliza tu mpenzi wangu. Wewe kwangu ni malikia. Unaweza kuwa na kumbukumbu mimi ni mwanamke wako wangapi toka umebale? Kwa huo kimya yako una maana ukumbuki kitu si? Okay, afa ipo hivi. Mimi na wewe hatuwezi kuendelea. Mebo, unamaanisha nini mpenzi wangu? Kumbuka nakupenda sana. Sitaki uende mbali na mimi. Mebo, please, usiniache. Asubuhi nilikuona ukiwa unamzalisha mke wako kwa maneno makali sana. Hilo limenipa picha ya kesho kwamba ukipata mwingine bora kuliko mimi utanidharau pia. Kwa hiyo kaa mbali na maisha yangu. Mdogo wangu, kuna kitu cha msingi sana nahitaji nikwambie, na nahitaji ukijue mapema. Ni kitu gani hicho kaka? Kama nilivyokuambia, kuna mtu alijitolea kukupa wewe figo, lakini mpaka sasa hizi hatufahamu ni nani na anapatikana wapi. Hicho tayari ulishakisema kaka, na nakuahidi nitafanyia uchunguzi mwenyewe mpaka nimjue ni nani aliyetoa figo yake kuokoa maisha yangu. Lakini kuna kingine, kuna jambo kubwa sana ninahitaji ulifahamu. Kipindi unaumwa, ni kweli figo ilipatikana bure, lakini kuna pesa kubwa ilikuwa inahitajika kwa ajili ya matibabu yako. Na baada ya wewe kutibiwa, mimi sikuwa na uwezo hata nusu yake. Pole sana kaka. Ilikuwa ni shilingi ngapi? 3,700,000. 3,700,000? Ni pesa ambayo mimi nilikuwa najua kabisa sina uwezo wa kuipata. Hivyo kuna mtu alijitokeza kuilipa, lakini kwa masharti makubwa sana. Masharti? Masharti gani tena? Hiyo pesa nilipokea kama mahali yako Latina. Yaani masharti yalikuwa ukitoka hospitali huyo mtu aje akuoe. Anioe? Ndio. Na huo ndo ulikuwa mkataba wa kuokoa maisha yako. Kivipi kaka? Bila mimi kujua? Ndio hivyo mdogo wangu. Kwa hiyo kaa tayari, muda wote mume wako anakuja kukuchukua. Nuru
Nuru yangu, uko wapi nuru? Nuru yangu. Vipi Brandon? Haunipi mrejesho kuhusu mume wangu. Hebu niambie, umefikia wapi? Dalila, mume wako kuna tukio kubwa sana amelifanya. Kabla ya kuendelea, naomba nijue, una kifua? Mimi niko sawa. Niambie chochote chenye ukweli. Dr. Abel amefanya mapenzi na dada yako Shenda. Unasemaje Brandon? Ninachoongea ni ukweli mtu. Na kibaya zaidi, wamefanyia upuuzi wao ndani ya hospitali. Hapana Brandon. Abel hawezi kufanya hivi. Ingali anajua Shenda ni dadangu. Yaani kivipi? Inawezekana vipi? Nina ushahidi Dalila. Wakati mambo yote yanaendelea, nilichukua ushahidi wa video. Hakuna kitu cha kuficha, kila kitu kipo wazi. Na ushahidi sio kwa ajili yako tu. Nitaupeleka sehemu husika ili ukomesha tabia chafu kama hizi. Haswa kwa mtu anayepaswa kuwa mfano kama Dr. Abel. Umenivunja sana Brandon. Umenivunja kama mke, kama ndugu yake Shenda. Nimeumia sana. Pole sana Dalila. Acha nikaendelea na majukumu yangu ya kazi. Iwe ni kwenye mvua ama jua kali, kwenye milima, mabonde, majabali, kikubwa dua kwenye hii safari. Anipanga na kupangua yeye jalali, Nendonga waridhiki na tonge, sitochoka kusubiri na kumaila japo kinyonge. Mola wangu nisitiri, kuna muda na kufuru kwa magumu nayopitia, mpaka mwili unakosa nuru, nashika tamaa nalia. Hey, hey. Nuru yangu, nuru yangu, uko wapi? Nuru yangu. Latina, usiwe mnyonge kiasi hicho. Kila jambo linalokuja huwa linakuwa na sababu, na hakuna kitu ambacho kinatokea alafu hakina mwisho wake. Nuru yangu, nuru yangu, uko wapi? Nuru yangu, mbona mimi sikuoni? Nuru yangu, napata taabu. Nuru yangu. Latina, mambo? Poa. Nadhani kaka yako ameshakwambia kila kitu kuhusu mimi, na nimekuja hapa kwa ajili ya kukuchukua ili tukaanzishe maisha mapya. Mke wako? Unamaanisha nini Shedrack? Bro, siongei na wewe. Latina, kila kitu kwa sasa Latina kiko sawa. Nimekuvumilia kwa muda mrefu sana, hivyo nimekuja kukuchukua ili tukaanzishe maisha mapya mimi na wewe. Sina maneno mengi. Subiri kwanza. Subiri. Subiri. Latina. Latina.